Hujambo mfuatiliaji wa Huruma Online TV na wewe wa Radio Huruma FM. Karibu katika wasaa huu wa ufahamu. Mimi ni Victor Mkelo. Naitumia vyema nafasi hii kuja kwako kukufahamisha mambo muhimu kuihusu idara ya udhibiti ubora wa shule iliyoko katika wilaya ya Mkinga, mkoani Tanga, nchini Tanzania. Ila kabla ya kujua mambo kadhaa ikiwemo idara hii na dhana ya udhibiti ubora wa shule, mtaala uliokuwepo na maboresho yake yamekaa kwa muundo upi kwa sasa? Fahamu hili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, katika sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, toleo la mwaka 2023, inabainisha udhibiti ubora wa shule wa nje ya shule, yani External School Quality Assurance, hufanyika ili kuona kama utoaji wa elimu katika ngazi zote husika unazingatia sera, sheria, kanuni, viwango, taratibu na miongozo iliyowekwa. Hivyo, mwaka 2025 ndani ya mwezi Machi, Huruma Media imesafiri kilomita kadhaa kutoka makao makuu Chumbageni Pwani House hadi katika ofisi za halmashauri ya wilaya Mkinga ili kukutana na kuzungumza na idara hii ya udhibiti wa ubora wa shule wilayani humo, kuona inatekeleza wajibu wake huo kwa namna gani. Na kama neno udhibiti lilivyo, je, wanathibitisha ipasavyo ili yapatikane matokeo yanayotarajiwa juu ya elimu inayozingatia viwango bora katika ngazi zote za elimu wilayani Mkinga? Na je, tafiti zitakazosaidia kuboresha ufundishaji, usimamizi na uendeshaji wa shule na vyuo vya ualimu unafanyika? Na kama unafanyika, je, ni kwa namna gani? Bi Rosemary Mogondo Thorani ndiye afisa udhibiti ubora wa shule ya wilaya Mkinga. Hapa anaanza kutupa utangulizi mfupi wa idara hii. Asante ndugu watangazaji kutoka Huruma FM Media Tanga. Kwa majina, mimi naitwa Rosemary Mogondo Thorani, ni afisa udhibiti ubora wa shule wilaya na ninahudumu katika wilaya ya Mkinga. Nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha sote kukutana hapa tukiwa wazima, lakini pia namshukuru Mungu kwa kuwawezesha kufika salama katika wilaya yetu ya Mkinga ili muweze kuongea na sisi, na sisi pia tunashukuru kwa sababu tumepata fursa ya kuiambia jamii ya wanamkinga kuhusiana na idara ya udhibiti ubora wa shule. Nikianza na utangulizi, ndugu mtangazaji, idara ya udhibiti ubora wa shule ipo kisheria chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na idara hii imekasimiwa mamlaka ya kuangalia masuala yote yanayohusu utoaji wa elimu katika shule ili kuona kama viwango vya ubora vilivyokubaliwa vinafikiwa na kuendelezwa, na hii ikiwa ni kwa kuzingatia sera ya elimu, sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyowekwa na Wizara ya Elimu. Ndugu mtangazaji, kimsingi ningependa jamii ya wanamkinga na Watanzania kwa ujumla wafahamu kwamba uangalizi huu wa utolewaji wa elimu unafanyika katika maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza, tunaangalia shule za awali, lakini pia tunaangalia shule za msingi. Tatu, tunaangalia shule za sekondari, ikiwa na maana ya sekondari hatua ya chini na hatua ya juu, lakini pia tunaangalia vyuo vya ualimu. Na tano, tunaangalia vituo vya elimu ya watu wazima, yani elimu nje ya mfumo. Na sita, tunaangalia vyuo vya maendeleo ya wananchi. Kwa hiyo ina maana utendaji kazi wetu sisi kama idara ya udhibiti ubora wa shule inaangalia utolewaji wa elimu katika hayo maeneo ambayo nimeyaeleza. Na kwa kusema hayo, nawashukuru sana. Baada ya kusikiliza utangulizi huo, nilipenda kujua dhana ya udhibiti ubora wa shule ipo kwa namna gani. Na tunafahamu mwanzoni idara hii ilitambulika zaidi kwa jukumu la kufanya ukaguzi. Je, ni kwa nini ilihama kutoka kwenye ukaguzi wa shule na sasa ikiwa katika udhibiti wa ubora wa shule? Rajabu Juma Wabu
anatusaidia kwa maelezo zaidi kuhusiana na hili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu wananchi wa Huruma Media, kwa jina naitwa Rajabu Juma Wabu, ni mdhibiti ubora wa shule kutoka halmashauri ya wilaya ya Mkinga. Leo nipo hapa mbele yenu, nataka kuelezea mambo mawili. Cha kwanza ni kuhusiana na dhana ya udhibiti ubora wa shule na sababu za kuhama kutoka hatua ya ukaguzi kuja kwa udhibiti ubora wa shule. Watu wengi wanachanganya kati ya neno udhibiti na udhibiti. Sisi tunasemea udhibiti, kudhibitisha. Udhibiti ubora wa shule ni nini? Ni mchakato wa ndani na nje ya shule unaofanywa na maafisa udhibiti ubora wa shule, unaolenga kusaidia shule kuelekea kwenye ubora wa hali ya juu kulingana na viwango vilivyowekwa kielimu na Wizara ya Elimu au kitaifa. Kwamba kwa mfumo sasa hivi wa udhibiti ubora kuna viwango ambavyo vimewekwa vinatumika. Kuna nzuri sana, nzuri hadi kiwango cha chini cha dhaifu. Tunakuja na mchakato huu unafanyika shuleni ili kwenda kuthibitisha kile ambacho kipo kiwango walichojiwekea kwamba ni sahihi. Na kipengele cha pili nitaongelea sababu za kuhama kutoka ukaguzi wa shule mpaka kuja kwa udhibiti ubora wa shule. Tafiti mbalimbali zilibainisha udhaifu katika mfumo wa ukaguzi wa shule, hivyo ikapelekea kuhama baada ya tafiti hizo kufanywa maboresho na kuwa udhibiti ubora wa shule. Ni mchakato ulianza miaka 2014, lakini ulianza majukumu yake kamilifu mwaka 2017. Zipo sababu kadha wa kadha. Hapa leo tutaongelea chache. Sababu ya kwanza, mfumo wa ukaguzi kutokuwa shirikishi. Mfumo huu ulikuwa unazuia wadau kushiriki katika mambo ya maendeleo ya kielimu. Mfano, wanajamii, wanakijiji, wanafunzi, walimu, viongozi wa mitaa na serikali za mitaa. Walikuwa ni mfumo ambao wenyewe moja kwa moja unakuja na maelekezo na maamuzi yake. Lakini cha pili, sababu ya pili ni kujikita zaidi katika kutafuta dosari tu. Kwamba mfumo huu lengo lake kubwa wa ukaguzi ulikuwa ni kuja kutafuta dosari zinazotokea shuleni katika kuelekea ubora. Ambapo tofauti na ilitakiwa kwamba mfumo uwe unaangalia na kubaini dosari na kuzitatua kabla hata hazijakuwa kubwa. Sababu ya tatu ni kutokuwa rafiki kwa kujenga hofu. Mfumo huu ulikuwa sio rafiki, ulikuwa unajenga hofu kwa wakuu wa shule, walimu wakuu na walimu wa kawaida. Badala ya kushirikiana nao katika kutatua changamoto, bali hii ilikuwa inajenga hofu kwa sababu wanajua moja kwa moja wafikaji wao unakuja kuleta dosari tu. Tofauti na mfumo wa sasa hivi wa udhibiti ubora wa shule ambao hata pongezi zinatolewa pale unapofanya vizuri. Lakini sababu nyingine, kuwa wakitabaka baina ya wakaguzi na wakaguliwa, kama vile askari na mtuhumiwa. Kwamba nguvu yote alikuwa nayo mkaguzi kutoa maelekezo na kubaini dosari, lakini wewe mkaguliwa hauna nafasi ya kutoa hata ushauri. Tofauti na sasa hivi kwenye udhibiti ubora wa shule unapewa nafasi ya kujadiliana, mnashirikiana kufikia malengo. Lakini vile vile kipengele cha tano, kutokuwa na mifumo madhubuti ya tathmini na mrejesho kwa ajili ya maboresho. Kwamba tunapokuja kufanya tathmini wakati ukifanyika ukaguzi, kwamba lengo kubwa ni kubaini dosari na taarifa inayokuja inaonyesha dosari na haionyeshi maoni na mapendekezo ya kutatua hizo dosari zilizopo ili kuelekea kwenye ubora wa kiwango cha elimu kinachotakiwa kutokana na malengo yaliyowekwa. Hizi ndio sababu zangu. Mimi nashukuru kwa kipengele hichi tumefikia mwisho. Huyo ni mmoja kati ya wadhibiti ubora wa shule wa wilaya ya Mkinga na maelezo yake hayo ambayo ameyatoa. Na mwingine anafahamika kwa jina la Komboza Abdalla Barua, ambaye nilipenda akufahamishe mtazamaji na msikilizaji kazi au majukumu ya idara hii ni yapi na yapi. Sana ndugu mtangazaji, kwa majina mimi naitwa Komboza Abdalla Barua,
ni afisa mdhibiti ubora kutokea halmashauri hii ya wilaya ya Mkinga. Niko hapa kwa ajili ya kukuelezeni au kueleza majukumu ya idara hii ya udhibiti ubora. Idara ya udhibiti ubora ina majukumu kama ifuatayo. La kwanza ni kusimamia utekelezwaji wa sera ya elimu inayotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia istilahi zake, kwa kifupi ni STKM. Yani tunatekeleza majukumu kupitia sheria, taratibu, kanuni na miongozo. Hivi vyote vimetolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Ama jukumu lingine ni kufanya tathmini za shule kwenye taasisi za kielimu. Kimsingi tathmini hizi zipo 3. Kuna tathmini ya jumla na tathmini ya ufuatiliaji na tathmini maalum. Tathmini hizi mbili, yani tathmini ya jumla au whole school visit na tathmini ya ufuatiliaji yani follow up school visit, hufanyika kwa kutumia nyanja yani domain. Tunazo nyanja 8 na viashiria vyake kulingana na mahitaji yaliyopo kwa jamii. Lakini kiundani zaidi tathmini hizi zitaelezewa na wazungumzaji watakaofuatia. Kuhusu tathmini maalumu, ndugu mtangazaji, inalenga sana kufanya tathmini katika maeneo mawili. Eneo la usajili wa shule ni jukumu la idara hii ya udhibiti ubora. Kama kuna mtu jamii au mdau ambaye ana uhitaji wa kusajili shule yake, basi idara hii yetu inahusika katika jukumu hilo. Lakini pia katika tathmini hii maalum inahusu pia kufanya tathmini hii katika mashule au taasisi za kielimu endapo kumetokea tuhuma, labda kuna mwalimu au mwanafunzi ambaye amefanyiwa au amefanya vitendo tofauti, basi idara yetu inahusika katika kufanya tathmini hii maalum au special visit kwa lengo hiyo. Lakini vile vile ni jukumu la idara kufanya ama kuwajengea uwezo wa kitaalamu na kitaaluma walimu wetu katika ngazi za shule na kata. Hii ni tunawajengea uwezo wa walimu kitaaluma ili kuendana na mabadiliko ya kimtaala yaliyopo nchini kwa hivi sasa. Kwa hiyo lengo letu walimu mara tunapojengewa uwezo wawe mahiri katika utendaji wao wa kazi. Jukumu lingine ni kuandaa na kutuma taarifa za tathmini hizo kwenye mamlaka husika. Maana yake ni kwamba baada ya udhibiti ubora kwenda shuleni kufanya hizo tathmini, baadaye tunarudi ofisini kuandaa taarifa ambazo tunazituma shuleni, kwenye kata kwa afisa elimu kata, kwenye halmashauri kwa maana mmiliki wa shule DED, yani mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kupitia afisa elimu wa awali na msingi au kupitia afisa elimu sekondari. Vile vile taarifa zetu zinakwenda moja moja kwa dasi, afisa tawala wa wilaya, ili ziende kwa mkuu wa wilaya, baadaye kwa rasi, na mwisho tunapeleka kwa katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Vile vile ndugu mtangazaji, ni jukumu la idara kufanya tafiti tatuzi, kwa jina la kigeni tunaita action research. Hii hufanyika tu pale ambapo idara inaona kuna haja au kuna jambo lenye changamoto za kielimu, hivyo idara hulazimika kufanya tafiti tatuzi. Mfano, kwa nini somo la Kiingereza kwa wanafunzi wa darasa la 4 halifanyi vizuri? So idara ina jukumu la kuweza kufanya hiyo tafiti tatuzi. Jukumu letu jingine ni kushirikiana na mamlaka nyingine za kielimu katika kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa kwenye taasisi zetu ni bora na sio bora elimu. Mamlaka ambazo tunashirikiana nazo ni pamoja na Baraza la Mtihani la Taifa yani NECTA na taasisi ya elimu. Na jukumu jingine ni kumshauri kamishna wa elimu juu ya masuala yote yanayohusiana na elimu
kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunainua kiwango cha elimu Tanzania na kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa ni bora. Mwisho, ndugu mtangazaji, nipende kutoa wito kwa wananchi wa wilaya hii ya Mkinga. Kuna swala la elimu jumuishi. Wananchi wanapaswa kujua kwamba elimu yetu ni jumuishi, haiangalii nani na ana ulemavu gani au ana hela au hana hela. Hapana, elimu iwe ni jumuishi kwa maana viwango vyote vya elimu. Tunasisitiza wananchi, mwanafunzi ama mtoto anapofikia umri wa miaka 5 anafikiwa aanze kupata, apelekwe kwenye vituo vya elimu ili kuanza kupata elimu ya awali, na akifikia miaka 6 iwe tayari anapata elimu ya msingi. Lakini angalau sasa unaufahamu kuhusu kazi za idara ya udhibiti ubora wa shule kutokana na maelezo ya wahusika kutoka wilaya ya Mkinga. Na sasa mtazamaji na msikilizaji, hapa kuna jambo la kujiuliza mimi na wewe. Hivi, huu mchakato wa udhibiti ubora wa shule huko shuleni kwani unafanyika vipi? Hatuwezi kuumiza vichwa kwa swali hili. Acha Benedict Mbaga aje hapa atupe maelezo ya kina, tutoke tumefahamu kiundani kuhusu hili. Majina, mimi naitwa Benedict Mbaga, ni afisa mdhibiti ubora wa shule wilaya ya Mkinga. Nafikiri mimi nimetakiwa niongelee habari ya mchakato wa udhibiti ubora wa shule unavyofanyika shuleni. Kwanza nianze kusema tu kwamba mchakato huu wa udhibiti ubora wa shule ni shirikishi kwa maana kwamba unashirikisha wadau wote wa elimu, ikiwepo walimu, afisa elimu kata na viongozi mbalimbali ambao wanaweza kusaidia kuleta maendeleo au mabadiliko ya maendeleo ya kielimu katika eneo husika. Namna au mchakato huu unakoanzia, kwanza shule zinapewa fomu za kujitathmini zenyewe. Fomu zile wanajitathmini kwa kushirikisha wadau kama wale ndio wataja, kwamba kuna wadau kama afisa elimu kata, walimu na kamati za shule katika kujitathmini. Hivyo wanajitathmini wenyewe, wanajaza fomu zile, alafu wanazirudisha katika ofisi ya udhibiti ubora wa shule wilaya ya Mkinga. Wanapozirudisha, jopo sasa la wadhibiti ubora wa shule wanakaa katika shule zile ambazo zimepangwa kufanyiwa tathmini, ambazo zimejaza fomu zile za kujitathmini wenyewe pamoja na mafaili ya shule zile. Wanakaa, wanapitia, wanaangalia, wanaona mambo gani ambayo yalibainika katika tathmini zilizopita, mazuri, mambo yanayohitaji maboresho, lakini maoni na mapendekezo ya wadhibiti wakati huo. Kwa hiyo baada ya mchakato ule, shule inapewa taarifa. Inatumiwa taarifa siku 2, 3, 4 kabla ya wadhibiti kufika shuleni pale, ili walimu wale waweze kujiandaa na kuweka mambo yao vizuri. Kimsingi, tunapofika sasa pale shuleni, kuna mambo ambayo yanafanyika pale. La kwanza ni kuona walimu wanapofundisha madarasani, lakini la pili ni kuongea na makundi mbalimbali, ikiwepo makundi ya walimu, makundi ya wanafunzi, lakini na makundi ya jamii au wazazi. Yote haya ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anashiriki katika nafasi yake katika kuiletea shule maendeleo. Baada ya tathmini sasa kufanyika pale shuleni, au baada ya walimu kuona pale shuleni, kinachofanyika ni kwamba mdhibiti anakaa sasa na mwalimu aliyemuona darasani kumpa mrejesho wa kile walichokiona darasani kwa kujadiliana na kufikia muafaka. Lakini mambo yote haya yamebainishwa katika mwongozo wa udhibiti ubora wa shule. Kwa hiyo yote yameainishwa pale, nini kinachotakiwa kufanyika mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo katika kuona mwalimu darasani, zipo nyanja au domains. Hizo nyanja ziko 8, ambapo nyanja ya kwanza inazungumzia ubora wa mtaala katika kukidhi mahitaji ya wanafunzi,
Hapa tunaangalia kwamba je, mtaala unakidhi mahitaji, lakini je, unaakisi malengo yale yaliyokusudiwa na Wizara ya Elimu? Je, shule inatoa vifaa vya mtaala na inatekelezwa kwa usahihi? Lakini katika nyanja ya pili tunaangalia ubora wa ufundishaji na ujifunzaji wa wanafunzi na tathmini. Hapa ndipo ambapo panaangaliwa kwa macho mawili, kwa maana kwamba yote tunayofanya ni kwa ajili ya kuboresha ufundishaji na ujifunzaji wa mwanafunzi. Kwa hiyo hapo tunaangalia, je, walimu wametumia mbinu shirikishi? Je, wanafunzi wanapoulizwa maswali wanajibu? Je, wanafunzi wanaweza kuuliza maswali? Je, ufundishaji ulikuwa jumuishi au kujali tofauti za wanafunzi na kadhalika? Kwa hiyo yote hayo yanaonwa na kuona uwiano wa vitendo na nadharia. Hiyo ni nyanja ya pili. Lakini katika nyanja ya tatu tunaangalia ubora wa uongozi na usimamizi wa ujifunzaji, uongozi wa watu na rasilimali. Hapa tunaangalia, je, uongozi una maono? Je, viongozi wanakaa pamoja kunia mamoja katika kuboresha elimu? Je, uongozi uliopo ni shirikishi? Je, timu za udhibiti ubora wa shule wa ndani zipo? Ambazo hizo ndizo zinazosaidia kabla ya sisi kufika na kuweka na kurekebishana kabla ya sisi kufika. Lakini katika uwanja namba 4 ambao unahusu ubora wa mazingira ya shule na mchango wake katika ustawi, afya na usalama. Hapa tunachoangalia, je, mazingira ya shule ni vutivu? Mazingira ya shule yanajali, ni jumuishi, kwamba yanajali watu wote na wale ambao wana mapungufu? Je, kuna miundombinu ambayo ni sahihi? Kwa mfano zile njia za watoto ambao wana ulemavu, kuna barabara zinazofika kwenye vyoo, kuna barabara za kwenda madarasani. Je, kuna barabara zinazofika mabwenini, zinazofika mesini, zinazofika sehemu zote, ili wote tuwe na haki sawa katika upatikanaji wa elimu? Nyanja ya 4. Lakini ya 5 inasema ushirikishwaji wa jamii katika ushirikishwaji wa jamii. Hii tunasema kwamba jamii ndiyo yenye shule, kwa maana kwamba wanatakiwa wafahamu kwamba shule ni mali yao, wajue namna ya kuitunza, lakini pia kuangalia namna ya kuboresha ufundishaji na ujifunzaji ambao unaanzia katika kuangalia miundombinu, ukarabati na samani na kila kitu. Kwa hiyo wazazi wanaelimishwa wajue wajibu wao katika kuiletea shule maendeleo ya kitaaluma. Lakini nyanja ya 6 ni nyanja ya nidhamu, maadili, utamaduni na uzalendo. Nyanja hii ni nyanja ambayo inahusika na kuchunguza ufanisi wa juhudi za shule katika kuimarisha maadili, utamaduni, nidhamu na uzalendo. Mwanafunzi anayefundishika ni yule aliye na nidhamu nzuri. Mwanafunzi anayefundishika yule mwenye maadili mazuri. Lakini wote hawa wakishirikiana na walimu na viongozi wa dini, haya yanawezekana. Na ndipo tunapata sasa mtoto mzalendo, mtoto anayedumisha mila, desturi na utamaduni. Katika uwanja wa 7 tunaangalia matumizi bora ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Hapa tunatakiwa kufahamu kwamba wanafunzi wafahamu na walimu wafahamu kwamba teknolojia ya habari na mawasiliano lengo lake kubwa ni katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji na si vinginevyo. Kwa hiyo na wanafunzi waelewe. Walimu wengi wamekuwa wakitumia vishikwambi katika kupakua zana na machapisho mbalimbali katika kusaidia kufundisha. Lakini kwa mfano kipindi hiki ambako kulikuwa na upungufu kidogo wa vitabu vya mtaala mpya, walitumia link ya TAI, Taasisi ya Elimu Tanzania, kupakua vitabu na miongozo mbalimbali katika kufundishia madarasa yale ya mtaala ulioboreshwa. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tunasema lazima tufahamu kwamba matumizi bora ya teknolojia ya habari na mawasiliano na katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji. Lakini nyanja ya mwisho ni mafanikio ya mwanafunzi. Hapa tunaangalia matokeo ya upimaji. Je, huko alikojifunza mpaka hapa amefikia vile viwango vinavyotakiwa?
Utasikia division 1, division 4, wa darasa la 7 wamefaulu sijui watoto 100 kati ya wangapi. Yote haya yanaangaliwa katika mafanikio ya mwanafunzi. Kwa hiyo tathmini inafanyika katika kuona upimaji umefanyika, lakini je, matokeo yamefikia katika hali ile iliyokusudiwa. Sasa nyanja zote hizi zina viashiria. Vile viashiria vina alama 1, 2, 3 mpaka 5. Zile zinatumika katika kutoa asilimia za hiyo nyanja kwamba imefanikiwa kwa kiwango gani. Baada ya hapo zinajumlishwa sasa na kutafuta wastani. Ule wastani unaopatikana, kuna kigezo ambacho kimetolewa na wizara kwamba kwa mfano kuanzia 0 mpaka ngapi ni dhaifu sana, au ni dhaifu, ni nzuri sana. Kwa hiyo kwa kutumia kile kigezo, kwa kufanya mahesabu hayo, tayari unaweza kujua shule hii iko katika kiwango gani. Baada ya kumaliza hayo, nilisema kule nyuma kwamba lazima walimu wanafanya mazungumzo na vikundi mbalimbali, group discussion, wazazi, wanafunzi na walimu. Lakini yote haya ni katika kupata ushahidi. Je, kile kinachotolewa ni sahihi? Na yote haya ni kuthibitisha yale waliojitathmini wao wenyewe kwamba wakasema labda shule yao ni nzuri sana, au ni dhaifu, ni sahihi. Baada ya kufanya michakato yote hii, ndio sasa tunapata kujua kwamba walichojitathmini ni sawa au si sawa, walijipunja au walijiongezea wakasema wao ni nzuri sana, kumbe ni nzuri. Lakini yote yanafanyika kwa kushirikisha wadau wote wale ambao nimewataja. Sasa baada ya hapo tunatoa mrejesho kwa shule, uongozi wa shule au kwa walimu kwamba jamani, tulichokifikia ni hiki na shule iko katika hatua hii. Tunarudi ofisini. Tunaporudi ofisini, tunaandika taarifa. Tunapoandika zile taarifa sasa tunazituma kwa wadau. Kwa mfano Wizara ya Elimu, TAMISEMI, Katibu Tawala Mkoa, Katibu Tawala Wilaya, mkurugenzi, lakini afisa elimu kata na mwalimu mkuu au mkuu wa shule kwa utekelezaji wa yale ambayo tumeona mazuri, lakini na yale yanayohitaji maboresho na maoni na mapendekezo. Na tunatoa maelekezo kwamba haya yafanyike ndani ya siku 7 au 14 tupate majibu yake. Kwa sababu usipofanya hivyo wanaweza kukaa mwaka mzima wanaendelea tu kupiga hadithi. Kwa hiyo yote yale yanafanyika, lakini kwa kushirikisha wadau wote. Serikali ya kijiji, afisa elimu kata, walimu na wengine wote ambao wanatakiwa. Hapo ndipo tunasema huo ndio mchakato wa udhibiti ubora wa shule unavyofanyika shuleni. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Fahamu mtazamaji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu imekuwa ikitoa maelezo na taarifa mbalimbali kuhusu utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa unaokusudiwa ili kuboresha elimu yetu iendane na zama za sasa. Lakini miongoni mwa jamii, wazazi na wanafunzi wenyewe hujihoji na kukosa jibu la pande mbili hizi, yaani wale wanaotekeleza mkondo wa amali na wale wa mkondo wa jumla. Je, wale wa mkondo wa jumla watapata nafasi ya kuingia mkondo wa amali kwa kukidhi vigezo gani? Kwani hao wanaotumia mtaala ulioboreshwa na amali ni nani na nani? Je, ni kipi kinaendelea kuhusiana na haya? Usitafakari sana. Uwe ni mzazi, mwanajamii, mwanafunzi, hata mwalimu. Karibu tumsikilize tena Bi Rosemary, kwani yeye anayo maelezo ya kina juu ya mtaala ulioboreshwa na amali kwa shule za awali, msingi na sekondari. Maboresho ya mtaala wa elimu ikiwa ni elimu ya awali, msingi na sekondari wa mwaka 2023. Na kimsingi tu nipende kuambia wananchi wa Mkinga ya kwamba maboresho ya mitaala hii imefanyika ikiwa ni baada ya maboresho ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Kwa hiyo kwa vile utolewaji wa elimu unaongozwa na sera, baada ya mabadiliko ya sera ya elimu kufanyika ndipo maboresho ya mitaala yalipofanyika pia.
lakini ningependa wananchi wa jamii ya Mkinga na Watanzania kwa ujumla wafahamu chanzo cha maboresho ya mitaala hii. Kwanza ni agizo la Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alilolitoa tarehe 6 mwezi wa 4 2021 kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Lakini pia mwezi huo tarehe 22 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na alirudia maelekezo hayo akiwa anaagiza maboresho ya mitaala yafanyike, na hii ilikuwa ni baada ya kuona mitaala tuliyokuwa nayo ilikuwa haiwajengei wahitimu katika ngazi mbalimbali za elimu ujuzi na maarifa vitakavyowawezesha kujitegemea baada ya kukamilisha safari yao ya elimu. Kwa hiyo kwa mtazamo huo, Rais aliagiza maboresho ya mitaala yafanyike ili mtoto wa Kitanzania atakapojifunza basi apate ujuzi na maarifa utakaomwezesha kumudu maisha yake ya baadaye kwa kujitegemea, kwa kujiajiri au kuajiriwa bila kutegemea ajira serikalini. Kwa hiyo kipekee naomba nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono makubwa alionayo kuhusiana na sekta ya elimu, ambaye yeye ndiye aliyepelekea maboresho haya makubwa ya mitaala katika elimu. Lakini kipekee pia nishukuru Wizara ya Elimu kupitia Waziri wa Elimu Profesa Adolf Mkenda pamoja na Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo, lakini pia na maafisa mbalimbali kutoka Wizara ya Elimu ambao pia kwa namna moja au nyingine wamewezesha maboresho ya mitaala ambayo utekelezaji wake umeanza mwaka 2024. Ndugu mtangazaji, ningependa jamii ya Wanamkinga na Watanzania kwa ujumla wafahamu kwamba haya maboresho yamefanyika hasa katika maeneo yapi, kwa sababu tumekuwa tukisikia watu wakitamka kwamba mtaala mpya, lakini kimsingi huu mtaala sio mpya ila umeboreshwa. Tunaposema umeboreshwa ni kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwepo mwanzo yanaendelea, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwepo yameondolewa. Na nikianza kuelezea maboresho jinsi yalivyofanyika, kwanza sasa hivi mtoto ataanza darasa la awali akiwa na miaka 5 na atasoma darasa hilo kwa mwaka mmoja tu, tofauti na mwanzo ambapo mtoto alikuwa anaanza darasa la awali akiwa na miaka 3 mpaka 4 na alikuwa anasoma zaidi ya mwaka mmoja. Maboresho mengine ni kwamba mtoto ataanza darasa la kwanza akiwa na miaka 6 badala ya miaka 7 ya zamani. Lakini pia maboresho mengine ni kwamba muda wa elimu ya msingi umepunguzwa kutoka miaka 7 hadi miaka 6. Kwa hiyo ningependa Watanzania wafahamu na jamii ya Wanamkinga kuwa mtoto kwa sasa atasoma darasa la kwanza hadi la 6, tofauti na mwanzo ambapo alikuwa akisoma darasa la kwanza hadi la 7. Na kwa kusema hivyo basi, napenda niwafahamishe jamii ya Mkinga na Watanzania kwa ujumla kwamba wanafunzi walioko darasa la 4 mwaka 2025 watahitimu elimu yao ya shule ya msingi mwaka 2027. Lakini pia niwafahamishe Watanzania na wananchi wa Mkinga kuwa mwaka 2027 tutakuwa na wahitimu wa elimu ya shule ya msingi makundi mawili, wale ambao watahitimu wakiwa darasa la 6 na wale ambao watahitimu wakiwa darasa la 7. Lakini maboresho mengine ambayo ningetamani wananchi wa jamii ya Mkinga wafahamu na Watanzania pia ni kwamba elimu ya msingi na sekondari sasa zimekuwa za lazima, ambapo mtoto akianza darasa la awali ataendelea hadi kidato cha 4. Ingawa kutakuwa na mitihani ya upimaji kwa darasa la 2, darasa la 4, darasa la 6 na kidato cha 2. Lakini pia maboresho yamefanyika na kwa sasa elimu msingi itakuwa miaka 10 na elimu hii itatolewa bure bila malipo yoyote. Maboresho mengine ambayo yamefanyika ambayo ningependa wananchi wayafahamu ni kwamba kwa sasa elimu ya sekondari itakuwa imegawanyika katika mikondo miwili, na kuna mkondo wa jumla na mkondo wa amali. Hii ni katika elimu ya sekondari, na utekelezaji
wa utolewaji wa elimu ya sekondari katika mgawanyiko huu wa mikondo miwili umeanza mwaka 2024 Januari kwa darasa la mkondo wa amali kwa zile shule ambazo zilikuwa ziko tayari kuanzisha mkondo huo. Lakini mkondo wa jumla hatua ya chini utekelezaji wake umeanza Januari 2025. Na maboresho yaliyofanyika ni kwamba kwa sasa mkondo wa jumla hatua ya chini kwa ngazi ya sekondari ya chini, mkondo huu una michepuo 11 ambayo ni sayansi, kilimo, michezo, tehama, biashara, muziki, sayansi ya jamii, sanaa, upishi, ushoni na lugha. Na mwanafunzi atachagua mchepuo huo anaopenda mwenyewe kwa kushauriana na walimu na wazazi kwa kuzingatia upatikanaji wa rasilimali zilizopo shuleni. Kwa hiyo ni wasii tu wazazi kwamba waweze kushirikiana na watoto wao katika uchaguzi wa hii michepuo ili mtoto aweze kujifunza kile ambacho anaona kinaweza kumsaidia yeye kufikia malengo yake, na sio mzazi kumlazimisha mtoto kusoma kile kitu ambacho mzazi ndicho anachokipenda, tukiamini ya kwamba mtoto ndiye mwenye malengo yake katika maisha yake ya baadaye. Kwa hiyo wazazi tusiwe sababu ya kuwachagulia watoto vile vitu ambavyo hawavipendi na mwisho wa siku vinakuwa havina msaada katika kumudu maisha yao ya kila siku. Lakini maboresho mengine ambayo yamefanyika ni kwamba idadi ya masomo ya lazima katika ngazi ya sekondari ya chini sasa imepungua kutoka masomo 7 hadi 6. Na masomo hayo ni masomo ya lazima ambayo ni Kiswahili, Kiingereza, hisabati, jiografia, historia ya Tanzania na maadili na elimu ya biashara. Kwa hiyo haya ndio masomo ya lazima kwa sekondari hatua ya chini. Lakini maboresho mengine pia ambayo yamefanyika ambayo ningetamani jamii ya wanamkinga wafahamu na Watanzania kwa ujumla ni kwamba kwa sasa somo la biolojia na historia yamekuwa masomo chaguzi, sio masomo ya lazima tena kama ilivyokuwa mwanzo. Na ni kwa nini imekuwa hivyo? Imekuwa hivyo kwa sababu masomo haya maudhui yake yamejumuishwa katika masomo mengine. Mfano somo la biolojia maudhui yake imewekwa kwenye somo la sayansi katika shule za msingi, lakini somo la historia maudhui yake yamejumuishwa katika somo la historia ya Tanzania na maadili. Lakini maboresho mengine ambayo pia ningetamani wananchi wayafahamu ni kwamba kwa sasa somo la uraia ambalo lilikuwa linafundishwa katika shule za msingi na somo la civics ambalo lilikuwa linafundishwa katika sekondari kwa sasa hayatakuwepo, kwa sababu maudhui yake pia yamejumuishwa kwenye somo la historia ya Tanzania na maadili. Na kwa sasa somo la historia ya Tanzania na maadili litafundishwa kwa kutumia lugha ya Kiswahili kwa shule zote, hata zile shule zenye English medium, lakini litafundishwa kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Lakini pia maboresho mengine ambayo yamefanyika ni kwamba somo la General Studies au GS ambalo lilikuwa linafundishwa kidato cha 5 na cha 6 kwa sasa limeondolewa, na ambapo kuna somo jingine jipya ambalo linaitwa mawasiliano ya kitaaluma au academic communication ambalo pia litafundishwa katika sekondari hatua ya juu, yani kidato cha 5 na cha 6, lakini na vyuoni. Hii ni kwa ajili ya lengo la kuwajengea uwezo wa wanavyuo na wanafunzi kuwasiliana kitaaluma. Maboresho mengine ambayo yamefanyika pia ambayo ningetamani wananchi wafahamu wa jamii ya Mkinga lakini na Watanzania pia kwa ujumla ni kwamba somo la commerce ambalo lilikuwa linafundishwa sekondari kwa sasa pia limeondolewa, na badala yake maudhui yake yamewekwa kwenye somo la business studies ambayo kwa Kiswahili tunasema ni elimu ya biashara, na ni somo la lazima kati ya yale masomo 6 ambayo wanajifunza wanafunzi wa sekondari katika hatua ya chini. Lakini jambo jingine pia ambalo limefanywa maboresho ni kwamba Watanzania na wananchi wa Mkinga wanatakiwa kufahamu kwamba kwa sasa kuna idadi ya tahasusi za kidato cha 5 88 kutoka tahasusi 18 za awali, na hii ni kuongeza fursa kwa wanafunzi kuchagua machaguo yenye mchanganyiko wa masomo yanayoendana na utashi, uwezo na malengo yao ya maisha. Kwa wananchi pia wanapaswa kufahamu hayo maboresho. Lakini pia ndugu mtangazaji,
Kuna maboresho mengine pia ambayo yamefanyika ambayo natamani Watanzania wayafahamu na wananchi wa Mkinga, ni kwamba masomo sasa kwa kidato cha 5 kuna taasisi 3 kama zamani, lakini mwanafunzi anayo nafasi ya kuchagua masomo 4 kulingana na uwezo na malengo yake ya baadaye. Lakini pia maboresho mengine yaliyofanyika ni kwamba kwa sasa mwanafunzi aliyefaulu somo la additional mathematics akiwa sekondari hatua ya chini hata lazimika kusoma somo la basic applied mathematics ambalo linaitwa BAM katika sekondari hatua ya juu kwa sababu maudhui yake yanafanana. Ndugu mtangazaji, nimeshaeleza kuhusiana na maboresho yaliyofanyika. Tumepata picha halisi katika shule za msingi lakini na sekondari hatua ya chini, mkondo wa jumla. Sasa kuna mkondo mwingine ambao unaitwa mkondo wa amali, na hii ni katika hayo maboresho ambayo yamefanyika. Labda nianze tu kuwafahamisha wananchi kwamba amali ni elimu yenye ujuzi na ufundi. Kwa hiyo katika maboresho ya mtaala yaliyofanyika kuna mkondo wa amali ambao wanafunzi watasoma katika sekondari hatua ya chini. Na utekelezaji wake umeanza Januari 2024 kwa shule za sekondari zilizokuwa tayari kuanzisha mkondo huo. Na katika ujifunzaji wa sekondari katika mkondo wa amali, lengo hasa la mkondo huu ni uwezeshaji wa wanafunzi kupata ujuzi katika fani chaguzi zitakazowawezesha kumudu maisha yao ya baadaye kwa kujiajiri ili kuondoa changamoto ya ajira nchini. Naamini ndugu wananchi na ndugu mtangazaji wote mnafahamu kwamba kumekuwa na changamoto ya ajira kwa vijana wetu wanaohitimu hatua mbalimbali katika elimu zao. Sasa kwa kuona hiyo changamoto, maboresho yaliyofanyika yamekuja na afua ambayo itawezesha hii changamoto kama sio kupungua, kuondoka kabisa, kwa sababu wanafunzi sasa watajifunza katika fani mbalimbali na wakikamilisha safari yao ya elimu, hizi fani zitakuwa zimewawezesha kupata ujuzi na maarifa vitakaowawezesha kumudu maisha yao ya baadaye, aidha kwa kujiajiri au kwa kuajiliwa, na pia itawapa fursa ya kuchangia pato la taifa. Na ndugu mtangazaji, maboresho mengine ambayo napenda jamii ya Mkinga wayafahamu, lakini na Watanzania pia na wananchi wengine kwa ujumla, ni kwamba katika mkondo huu una fani 6, nikiwa na maana mkondo wa amali. Na hizo fani 6 ni uhandisi, ukalimu na utalii, kilimo na mifugo, sanaa na maonyesho, michezo na tehama. Kwa hiyo mwanafunzi katika mkondo huu wa amali atachagua fani moja na atasoma masomo mengine 4 ya lazima. Na masomo hayo itakuwa hisabati, Kiingereza, historia ya Tanzania na maadili na elimu ya biashara. Kwa hiyo ile fani atakayosoma akiunganisha na haya masomo 4 ya lazima, mwanafunzi atakuwa amekamilisha package ya masomo yake katika fani husika. Lakini pia maboresho mengine ambayo yamefanyika ni kwamba mkondo huu ni nyumbufu, ambapo mwanafunzi anaweza kujiunga na mkondo wa jumla kwa kidato cha 5. Kwamba mwanafunzi anayesoma mkondo wa amali akifika kidato cha 4 anayo nafasi ya kujiunga na mkondo wa jumla akianza kidato cha 5. Ingawa mwanafunzi anayesoma mkondo wa jumla hatua ya chini, yeye hataweza kujiunga na mkondo wa amali atakapoingia kidato cha 5 kwa sababu atakuwa hana msingi. Lakini pia jambo jingine ambalo ningetamani wananchi wafahamu ni kwamba kwa mwanafunzi anayesoma mkondo wa amali anapohitimu kidato cha 4 anatunukiwa vyeti viwili. Cheti cha kwanza kinakuwa cheti cha kitaaluma ambacho kinatolewa na Baraza la Mitihani yani NECTA, lakini cheti cha pili kinakuwa cheti cha ujuzi ambacho kinatolewa na NACTVET. Kwa hiyo na kwa kusema hayo, ndugu mtangazaji, naamini mmepata picha halisi ya jinsi gani maboresho ya mitaala yamefanyika kwa mwaka 2023, ambapo utekelezaji wake umeanza Januari mwaka 2024. Kwa shule za msingi ni darasa la awali, darasa la kwanza na darasa la 3. Lakini kwa sekondari Januari 2024 ilianza
shule zenye mkondo wa amali ambazo zilikuwa tayari kuanzisha mkondo huo, ikiwa na maana ya kwamba mwaka huu tunazo shule za mkondo wa amali zenye wanafunzi wa kidato cha pili ambao watafanya mtihani wa upimaji kwa kidato cha pili. Lakini mkondo wa jumla katika sekondari ya chini umeanza Januari mwaka 2025. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na je, kwa upande wa vyuo vya ualimu, mtaala huo ulioboreshwa, ndugu Esau Yohana Sengoi, ni maelezo gani unaweza kumsaidia msikilizaji na mtazamaji wetu ili aweze kufahamu? Mimi kwa majina naitwa Esau Yohana Sengoi. Hapa mimi kwa cheo changu ni afisa mdhibiti ubora wa shule wa wilaya Mkinga. Niko hapa kutoa ufafanuzi au maelezo kuhusiana na mtaala wa elimu ya ualimu ulioboreshwa. Kama mlivyoona kwamba serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imefanya maboresho ya mtaala kuanzia ngazi ya awali hadi kidato cha 6. Kwa maana hiyo, ili kuendana na wakati, pia imefanya maboresho katika mtaala wa elimu ya ualimu kama ifuatavyo. Utekelezaji wa mtaala huu wa elimu ya ualimu umeanza Septemba 2024 kwa ngazi 3. Ngazi ya kwanza, ualimu wa elimu ya awali. Ngazi ya pili, ualimu wa elimu ya msingi, na ngazi ya tatu, ualimu wa elimu maalum. Kwa hiyo ngazi hizi 3 ndizo ambazo kwa sasa zinatekelezwa kupitia mtaala ulioboreshwa. Sambamba na uboreshaji, pia mtaala umeboresha sifa za kujiunga katika ngazi hizi. Miongoni mwa sifa hizo, mojawapo awe ni kijana au ni mtu yoyote ambaye atakuwa na utashi wa kujiunga na ualimu, elimu ya ualimu, awe na elimu ya sekondari hatua ya juu, tukimaanisha kidato cha 6. Lakini vile vile sifa nyingine ambayo imetajwa kuwa awe na cheti cha astashahada ya ualimu. Mara nyingi sana huyu mwenye cheti cha astashahada tumemlenga kuwa ni mwalimu ambaye kwa sasa anafanya kazi ya ualimu au ambao wanajitolea katika maeneo tofauti nchini, ikiwemo wilaya yetu ya Mkinga. Vile vile sifa nyingine, awe amemaliza kidato cha 4 na kufaulu, na awe amehudhuria programu ya miaka 3 kwa masomo ya sayansi na hisabati. Ndugu mtangazaji, ndugu wananchi wa wilaya ya Mkinga, vile vile kwa kuzingatia sera ya mwaka 2014 toleo la 2023, kiwango cha chini cha elimu ya mwalimu kwa sasa awe wa shule ya awali na msingi kitakuwa ni stashahada ya ualimu au diploma, na kwa shule za sekondari ni shahada ya kwanza ya ualimu, kwa Kiingereza nasema bachelor degree. Hivyo tunatoa wito kwa walimu kutoka wilaya yetu ya Mkinga waweze kujiendeleza ili kufikia viwango ambavyo vinakubalika kwa sasa kulingana na mtaala ulioboreshwa. Vile vile
ndugu mtangazaji, maboresho ya mtaala wa ualimu yamelenga kumwezesha mwalimu tarajali: moja, kuwa na uwezo wa kumfanya mwanafunzi kuwa kitovu cha ujifunzaji. Hilo ni jambo muhimu sana, kwa kuwa mwanafunzi huyu anapaswa atoke na ujuzi uliokusudiwa baada ya kupitia viwango tofauti vya ujifunzaji. Pili, kufundisha kwa kupima maendeleo ya mwanafunzi kwa kuzingatia stadi za karne ya 21. Kama sasa hivi tunavyofahamu kwamba tunakwenda ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Kwa maana hiyo, huyu mwalimu sasa aweze kutambua kwamba mwanafunzi wake anapaswa ajifunze nini kwa karne hii ya 21 na kuendelea. Hata hivyo, mitaala ya elimu ya ualimu imeboreshwa ili kuakisi maboresho katika mitaala ya shule za awali, msingi na sekondari. Kama tulivyoona hapo awali, ndugu mtangazaji, kwamba mitaala imeboreshwa kuanzia ngazi ya awali, ngazi ya msingi na ngazi ya sekondari. Hivyo imelazimika kuhakikisha kwamba mtaala wa elimu ya ualimu unaboreshwa ili kukidhi haja, ili watoto waweze kupata kile ambacho kimekusudiwa. Baada ya kusema hayo, ndugu mtangazaji, naomba niseme yafuatayo, hasa kwa watu wa jamii ya Mkinga. Kwa wale wote wanajamii kutoka wilaya ya Mkinga na maeneo ya karibu na wilaya ya Mkinga wenye sifa zilizotajwa kwenye maelezo yangu hapo juu, sasa ni fursa pekee kwao kujiunga na vyuo vya ualimu nchini, kwani maboresho makubwa yamefanyika ili kupata wataalamu wenye maarifa na ujuzi utakaowezesha watoto wetu hasa wa Kitanzania kupata ujuzi ili waweze kujiajiri au kuajiriwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Baada ya maelezo yote haya, je, afisa udhibiti ubora wa shule katika wilaya ya Mkinga anao wito gani kwa kila mkazi wa Mkinga, Tanga na Tanzania kwa ujumla? Nawashukuru kwa kutoa muda wenu na kufika katika ofisi zetu za udhibiti ubora wa shule wilaya ya Mkinga, kwani kimsingi ujio wenu umetupa fursa ya kuwaeleza jamii ya wanamkinga na Watanzania kwa ujumla kuhusu idara ya udhibiti ubora wa shule. Naamini wanamkinga wamepata uelewa sasa kuhusu idara ya udhibiti ubora wa shule, ikiwemo majukumu yetu, mchakato wa udhibiti ubora wa shule tukiwa shuleni, lakini pia mtaala ulioboreshwa wa mwaka 2023 na hasa mkondo wa amali. Idara ya udhibiti ubora wa shule, nipende kuwafahamisha wananchi kwamba ipo umbali wa kilomita 3 kutoka barabara kuu iendayo Mombasa, nchi jirani ya Kenya, na hii ni ukiwa unatokea Tanga mjini. Na jengo letu la idara ya udhibiti ubora wa shule liko ndani ya uzio wa jengo la halmashauri ya wilaya ya Mkinga. Kwa hiyo nawakaribisha wadau wote wa elimu kuja wilaya ya Mkinga wenye nia ya kuanzisha asasi za kielimu katika wilaya yetu ya Mkinga, kwamba tunayo maeneo ya kutosha kwa uwekezaji, na uwekezaji huo natamani uwe wa asasi za kielimu, na sisi tutawapa ushirikiano, tutawapa mwongozo ni hatua zipi za kupitia ili waweze kuanzisha shule.
Na mimi kama afisa udhibiti ubora wa shule wilaya ninayesimamia utekelezaji wa mtaala katika asasi za kielimu, natamani tupate wawekezaji watakaoanzisha shule za mkondo wa amali ili watoto wetu wapate ujuzi na maarifa kupitia fani mbalimbali watakazojifunza, kwani hii itawawezesha kumudu maisha yao ya baadaye kwa kujiajiri badala ya kutegemea ajira serikalini, lakini pia hili litawawezesha kuchangia pato la taifa. Na mwisho, natoa wito kwa wanajamii wote wa Mkinga wafahamu kuwa sisi idara ya udhibiti ubora wa shule ndio wasimamizi wa utekelezaji wa mitaala shuleni, tukiwa chini ya kamishna wa elimu na mkurugenzi wa udhibiti ubora wa shule Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Hivyo nawaomba watupe ushirikiano tunapotekeleza majukumu yetu ya kila siku, hasa kuhakikisha kuwa watoto wetu wanapata chakula shuleni, kwani hii itawezesha ujifunzaji fanisi na Mkinga yetu itang'ara katika taaluma, sio tu katika ngazi ya wilaya lakini katika taifa pia. Asanteni sana, karibuni tena Mkinga. Kamwe usisahau, Tanga ndiyo lango kuu la uchumi Afrika Mashariki. Hivyo basi maendeleo ya wananchi wake ni jambo muhimu sana, na bila shaka tuipe kongole idara ya udhibiti ubora wa shule wilayani Mkinga kwa kuhakikisha hawalali katika kuitendea haki kazi yao ya kufanya huo uthibitisho. Wanathibitisha shule za msingi, sekondari na vyuo vyote vinavyotoa elimu kwa vijana wetu wa leo ambao ndio wajenzi wa taifa la kesho, wakihakikisha vyote vinakuwa katika ubora unaostahili ili kupata wahitimu bora wanaokusudiwa kuja kuwa wananchi bora kwa lengo la kuwa na taifa bora na taifa lenye maendeleo yanayozidi kukua kwa kasi kila iitwapo leo. Kwa kuhitimisha makala haya ya ufahamu, ni washukuru wote waliofanikisha kazi hii ya kukufahamisha kuhusu idara ya udhibiti ubora wa shule wilayani Mkinga. Na mwisho, napenda niongee kupitia jukwaa hili, mimi mwanahabari ninayetekeleza wajibu wa kufahamisha umma unaonisikiliza na kunitazama na kuwakilisha kupitia hoja ninazoziwakilisha, nikisimama kwa niaba yao. Niombe sana idara ya udhibiti ubora wa shule na vyuo vya walimu, kila mmoja kwa nafasi yake ajitahidi kuhakikisha utekelezaji wa mtaala au mtaala wa amali unafanyika ipasavyo ili kukabiliana na changamoto ya wahitimu wa elimu nchini kushindwa kupata ajira kutokana na ukosefu wa ujuzi. Kwa niaminivyo mimi, mtaala huo unalenga kuwajengea vijana ujuzi wa vitendo ili waweze kushindana katika soko la ajira, pamoja pia kuwa wabunifu katika kutatua changamoto mbalimbali za jamii. Kwa kifupi, mabadiliko makubwa ndiyo matarajio makubwa ya wanajamii. Ni hayo tu. Nikusihi usubscribe kwa chaneli ya Huruma Online TV. Washirikishe wengine makala hii, na ukiwa Tanga ni kuombe utufuatilie katika receiver yako kupitia masafa ya 103.7 Radio Huruma FM. Bariki wengine ili ubarikiwe. Naitwa Victor Mkelo. Asante.